Dunia shuka mini tembe, nachokitafuta sikioni. Nimeshachoka kuitwa mzembe, haibe menipotea usoni. Mbele ya mwanga naona kiza, hapo kwenda sipaoni. Maumivu yamepitiliza, natapa mfa maji baharini. Nimechoka maisha ya chini, nataka kuwa wa juu nami. Mikeka, mikeka, mikeka sita, mikeka, mikeka, mikeka sita, mikeka. Janet, Janet, Janet mpenzi wangu. Unaenda wapi mama wangu jamani? Hansi, nilikuamini sana katika maisha yangu, lakini sasa hivi umevunja kabisa uaminifu kwangu. Lakini leo hii, hichi ndo malipo yangu? Hapana Janet. Tulichokuwa tunakiongelea mle ndani ni kwa nia ya kujenga, sio kubomoa. Nisamee. Oh. Ni kwa nia ya kujenga na sio kubomoa. Kwanza ulifikiria kipindi unaenda kunichiti? Ungefikiria na ukathamini, haya yote usingeyafanya. Ila nashukuru sana, tena sana. Hapana Janet. Ili jambo lilikuwa ni zito. Niliona bora nikuambie. Pengine ongeza kunisaidia. Kwa hiyo, kumbe ile jambo lisingekutokea, nisingejua Kumbe wewe kaka ni malaya Sasa nisikilize Hansi. Kuanzia leo, dakika hii, sekunde hii, sau kama ulikuwa na Janet. Alafu kingine, nenda kwa yule malaya wako, nikome. Usije ukajua kama mimi nilikuwa mpenzi wako. Nenda kwa yule malaya wako. Janet. Janet. Mpenzi wangu. Furaha, furaha chungu. Furaha, furaha, furaha chungu. Furaha, furaha, furaha chungu. Yeah. Karibu sana binti. Asante mama. Habari za nyumbani? Nzuri tu mama. Maendeleo yakoje? Sema kweli mama. Mpaka sasa nimefanikiwa kwa watu 4. Safi sana. Ukiendelea kuwa makini, utaifikia idadi inayotakiwa. Sasa basi, nitakupa dawa ya mvuto ili uendelee kuwavutia zaidi. Tashukuru sana mama. Asante sana. Alafu mama. Unamkumbuka yule kijana alikuja naye kwa mara ya kwanza hapa? Salum. Yule uliokuja naye akashindwa. Imekuwaje tena? Mama ananifuatilia mambo yangu. Kuna vitu vinafeli kabisa na yeye ndo ananifuatilia. Hebu nipatie mkono wako wa kushoto. Huyu hana madhara yoyote. Na kiendelea kukufuatilia, uje uniambie. Sawa mama. Sasa hii dawa utakuwa unachanganya kwenye mafuta ya kupaka, na ukitaka kutoka unachukua tu kidogo unaweka huku kwenye magego. Umenielewa vizuri? Sawa. Simeza kibatomba nabo kilelolo. Aya mama, asante. Aya. Mr. Salum. Ndio.
Niseme tu kwamba hili jambo langu limekuwa serious sana. Unajua hata zile dawa ulizonielekeza haijafanya kazi yote. Nimejaribu kwa mwanamke mwingine pia, sikufanikiwa chochote kile. Ila nikikumbuka vizuri, wakati nakueleza kuhusu ile binti, kuna kitu kabisa kilionekana, ila kutaka kuniweka wazi. Rafiki yangu, hebu naomba ufanye utaratibu wote, mimi mnisaidie. Nateseka jamaa. Bwana Lena, wewe ni rafiki yangu wa muda mrefu sana. Jambo lako ile siku ulivyoniambia, binafsi nilielewa chanzo cha tatizo. Sikutaka kweli kuongea kwa sababu sikutaka tu mambo yawe mengi, ila mimi naomba nikusaidie. Yule dada mimi namjua vizuri tu. Kiufupi, mimi na yeye tulikuwa marafiki, na kama unavyojua kaka, katika utafutaji nilikuwa katika harakati za kuweza kupata mafanikio. Alinishauri tufanye nini tuweze kufikia malengo, akanipeleka kwa mtaalamu. Baada ya kufika huko, tulipewa njia za nini tufanye tufikie mafanikio, na tulipewa masharti. Moja ya masharti ambayo tulipewa, kwa upande wake aliambiwa kusanye mbegu 6 za wanaume, na mbegu hizo zitamfanya yeye kuwa tajiri. Lakini sio hivyo tu, wote wanaume atakaofanikiwa kukusanya mbegu zao, wao hawatakuwa kabisa na nguvu za kiume tena. Maana yake kila mwanaume anayetembea naye ahakikisha anachukua mbegu yake ya kiume. Mimi pia masharti yalikuwa hayatofautiani sana. Mimi nikajitoa, wote wanaume atakaofanikiwa kukusanya mbegu zao, wao hawatakuwa kabisa na nguvu za kiume tena. Ndiyo.